Ukiota ndoto unang'atwa na kitu kwenye ndoto. Ukiota ndoto mara kwa mara unang'atwa na kitu. Either unang'atwa na nyoka au unang'atwa na mdudu au kitu fulani kinakung'ata katika ndoto. Msikilizaji, ukiota hiyo ndoto ya kwamba kuna kitu kinakung'ata, inamaanisha kwamba kuna kitu chako cha muhimu au kuna kitu cha thamani katika maisha yako kinaibiwa na shetani, kinaibiwa na waganga au kinaibiwa na wafalme wa shetani. Hiyo ni dalili moja au ni ishara moja muhimu kabisa ambayo kama mwewe kuota hiyo ndoto, inamaanisha kwamba nyota yako ilikuwa katika dalili kubwa kabisa kuweza kuibiwa, au pengine mpaka muda tunapozungumza imekwisha ibiwa. Sikiliza ujumbe mpaka mwisho msikilizaji, nitaomba kwa ajili ya ukombozi wa nyota yako. Lakini pia ishara nyingine ambayo itakuthibitishia kabisa kwamba nyota yako inatafutwa msikilizaji, ni mafanikio yako kukwama ghafla bila sababu. Mafanikio yako kukwama ghafla bila sababu. Yaani kuna mafanikio ambayo unapiga katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Umefanikiwa sana, una vitu vikubwa sana na ulipiga hatua kubwa sana. Asilimia kubwa ya watu wa namna hii ni wale ambao wana stori zile za mimi zamani nilikuwa na pesa, lakini kwa sasa hivi hivi na hivi. Wanakuwa na stori za kwamba zamani walianzaga vizuri, lakini kwa muda huu mambo ni mabaya. Katika ulimwengu wa roho, hiyo ni ishara kubwa kabisa kuweza kuonesha kwamba nyota yako pengine iko hatarini au imekwisha chukuliwa katika ulimwengu wa roho, kwamba nyota yako iko hatarini au imekwisha chukuliwa katika ulimwengu wa roho. Ishara nyingine ni pale ambapo maisha yako yanaonekana kwamba kukwama ghafla. Unaweza kuona kazi zinaharibika msikilizaji. Unaanza biashara vizuri, lakini kazi zinaharibika au biashara zinakufa kabisa, zinakufa, mtaji unakufa, unakuwa uelewi ufanye kitu gani, Lakini pia wale watu wako wa thamani, watu wako wa karibu, watu waliokuwa wamezibeba baraka zako katika ulimwengu wa roho, waliokuwa wanakuinua katika mafanikio, wanaanza kuondoka, wanakuacha, unabaki peke yako. Wale waliokuwa wakikushika mkono, wakikushauri msikilizaji, wanaanza kuondoka, unabaki peke yako. Ni ishara moja kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho, nyota yako ya kukubarika au nyota yako ya kupata kibali mbele za watu imechukuliwa, au ni ishara ya kwamba kabisa kwamba inakaribiwa kuchukuliwa. Hivyo usipuuze kabisa msikilizaji, katika ulimwengu wa roho kifungo kinakufunga wewe bila kufahamu kupitia eneo la ndoto. Lakini pia kitu kingine, kama umewahi kuota mara kwa mara unafukuzwa katika ndoto au unafukuzwa katika ndoto au unapigana na watu wasiojulikana au kupigana na viumbe vya ajabu, unapigana na watu wasiojulikana au viumbe vya ajabu, zinaweza kuwa ni ishara za vita ya rohoni. Ndoto hii itakuthibitishia kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho upo katika vita ya kuweza kuiwinda nyota yako. Usipuuze msikilizaji, katika ulimwengu wa roho upo katika kifungo cha kuweza kuitafuta hatima yako. Inawezekana kabisa mpaka muda huu umechukuliwa. Unapoyasikia haya, yafanyie kazi, kwa sababu shetani yupo kazini. Kwa sababu unapoota hiyo ndoto inaonyesha kabisa kwamba kuna nguvu ambayo si ya kawaida inajaribu kuweza kupingana na hatima yako, au ili kuweza kuizuia hatima yako. Hatima ni nini msikilizaji? Hatima maana yake ni nyota, kibali, mafanikio, neema. Inajaribu kuzuia au kuiba au kupiga giza. Basi ni ishara muhimu kabisa hii ambayo watu wengi waifahamu na imefunga maisha ya watu. Lakini pia ishara nyingine ni wivu. Watu wako wa karibu waliokuzunguka wanakuonea wivu bila sababu, na pengine wao wamefanikiwa kuliko wewe, lakini ukifanikiwa kidogo tu wanainua wivu katika biashara, katika maisha, katika elimu, katika huduma, katika ndoa, wanainua vita. Kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume, mkifanya mafanikio katika ndoa yenu, mkinunua labda kiwanja, mkijenga nyumba, wale waliowazunguka watu wenu wa karibu wanainua vita. Katika ulimwengu wa roho ni ishara ya kutaka kuiba nyota ya utajiri au nyota ya furaha katika maeneo ya familia yenu au katika maeneo yanayowahusu. Ni ishara kubwa kabisa msikilizaji kwamba hiyo ndoto inaweza kuwa ni ishara kwamba hatima yako kuweza kuchukuliwa. Inaweza kuwa ni ishara ya kuthibitisha kabisa kwamba hatima yako ipo mbioni kabisa kuweza kuibiwa au kuweza kuchukuliwa. Roho ya kukubarika au neema ya kupata kibali mbele za watu imeondoka. Hata kama ulikuwa ni mtu ambaye una engagement kubwa na watu, lakini kile kibali cha kufanya uweze kukubarika mbele za watu kinaondoka. Inamaanisha kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho upo katika hatua mbaya kabisa, upo katika deadline, upo katika red line, kuweza kuonyesha kwamba nyota yako inawindwa. Yani hata marafiki zako waliokuwa ukiwapenda, waliokuwa karibu yako, wanakuchukia bila kosa lolote. Hii inaweza kuonyesha kwamba nyota yako inaonekana kwa watu wengine na wanajaribu kuizima. Inamaanisha watu wa karibu yako wanaiona au wanauona ukubwa wa hatima yako au wanauona ukubwa wa nyota yako. Inamaanisha wanapambana kwa hali yoyote ile kuweza kuizima hatima yako au kuweza kuazima mafanikio yako.
Usikate tamaa msikilizaji, au usiishie njiani. Usipuuzie hili. Katika ulimwengu wa roho upo katika vita, upo katika vita. Nyota yako inatafutwa, hatima yako inatafutwa. Usiishie njiani, usikwame, usiache kumtafuta Mungu. Mtafute Mungu kwa sababu upo katika red rain, upo katika red rain, kama vile ambavyo tunaweza kushuhudia kwa mtumishi wa Mungu mmoja kwenye Biblia anaitwa Yusufu. Yusufu ndugu zake kabisa halisi walimuonea wivu. Tumewahi kujifunza kwa habari ya Yusufu. Walimuonea wivu, wakamuuza, wakamtupa katika birika, wakamuuza kwa Waishmaeli, lakini mwisho wa siku hatima yake ilithibitika. Alikuja kufanikiwa kwa sababu alikuwa na nyota ya uongozi ndani yake. Aliota kabisa toka mwanzoni huko kwamba atakuja kuongoza. Ndugu zake wote watamuinamia, ndugu zake wote 11 na baba yake mzazi na mama yake wote watamuinamia. Ina maana nyota ya uongozi watamsujudia, lakini walipambana kabisa kuweza kuikatisha hatima ya Yusufu, lakini hawakuweza, kwa sababu baada ya muda fulani Yusufu, baada ya kwenda mbali zaidi, alikuja kufanikiwa na kuwa waziri mkuu. Katika ulimwengu wa roho ukiona wivu zinainuka bila sababu, watu ambao ulikuwa ukiliona nao, mtu alikuwa kila msiku unamka mnasalimiana vizuri, lakini baada unashangaa ghafla wiki moja wiki mbili mnasalimiana, haitikii salamu yako. Yani wivu, kuna vitu vinafanyika, vitu vinafanyika from nowhere. Mtu anakuchukia ghafla tu bila sababu yoyote. Katika ulimwengu wa roho msikilizaji, nyota inatafutwa, nyota inatafutwa. Usipuuze ili msikilizaji, fanya kitu kabisa kuweza kukomboa hatima yako, fanya kitu kuweza kukomboa nyota yako. Lakini pia ishara ya tano, kama umewahi kuota ndoto, nyota kubwa kama kimondo inaanguka kutoka juu, ikianguka, au giza kubwa inaanguka kutoka juu, inaanguka chini katika giza kubwa, inaanguka aidha inadumbukia katika shimo kubwa. Aidha umeota kwamba hicho kimondo au hiyo nyota inadumbukia katika shimo kubwa ambalo halina mwisho. Inamaanisha katika ulimwengu wa roho nyota yako kuna mtu anaiwinda, nyota yako kuna mtu anaiita. Ndoto ya kuona nyota ikianguka au kuzimika au giza kubwa katika ndoto kuhusiana na habari ya nyota yako ni ishara kubwa kabisa ya onyo, ni ishara ya onyo. Katika Biblia wakati mwingine nyota pia msikilizaji hutumika kuwakilisha nafasi au mamlaka ya kiroho, Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 29, huwasilisha nafasi au mamlaka ya kiroho. Hivyo ukiona nyota inaanguka na umeota kabisa ni wewe, katika ulimwengu wa roho kuna mtu anaiita nyota yako aweze kuiteka. Lakini pia msikilizaji, kama unaona baadhi ya ishara hizi, usiogope, bali chukua hatua za kiroho kupitia maombi na kumtumainia Mungu. Silaha za vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 2. Msikilizaji, subscribe hapa katika madhabahu ya Siri za Kiroho, lakini pia like, comment hapo chini. Basi ninakwenda kuomba kwa habari ya kuikomboa nyota yako, kwa habari ya kuweza kuirejesha nyota yako, au kwa habari ya kuweza kuifanya nyota yako iweze kuwa dhahiri kwa ajili yako. Rudia maneno haya, rudia ambacho nakizungumza hapa msikilizaji, rudia ambacho nakizungumza kwa ajili ya maombi ya kuikomboa nyota yako. Sema: Bwana Yesu, leo niko mbele zako, naikomboa nyota yangu, naikomboa hatima yangu katika jina la Yesu. Popote pale ambapo hatima yangu imefungiwa, hatima yangu imetekwa katika ulimwengu wa roho, kimekuwa ni kifungo cha kuyafunga maisha yangu, kimekuwa ni kifungo cha kuyaangamiza maisha yangu. Iwe nyota yangu imefungiwa katika kaburi, katika vichuguu, kwa jina la Yesu Kristo, nyota yangu ikombolewe, nyota yangu ikombolewe, nyota yangu ikombolewe. Ikiwa nyota yangu imepigwa giza kwa namna yoyote ile, kwa ila za kichawi, inaondoa giza la kipepo katika nyota yangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana msikilizaji, tafadhali subscribe hapa Siri za Kiroho, lakini pia like, comment na share ujumbe huu kwa watu wengi zaidi, na Mungu atakubariki sana. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Shalom.